Sawa. Wakati mwingine tunasikia kwenye mashauri mtu amepata hukumu ama maamuzi yametolewa na mahakama na mheshimiwa akatoa hiyo hukumu, lakini baada ya muda aliyehukumiwa anakata rufaa. Kwenye rufaa, wakati wa kusikiliza tena kesi, inatokea pengine kunabainika kulikuwa na kasoro pengine fulani, na mwisho wa siku maamuzi yanatoka kwenye upande mwingine baada ya kesi hiyo kukatwa rufaa. Haya tunatafsiri vipi kwenye tume hii ya utumishi? Tunatafsiri ni ukiukaji wa maadili ama tutafsiri vipi kwenye tume? Kwa mujibu wa sheria zetu hasa yale maadili ya uendeshaji wa shughuli zetu hizi za mahakama za kisheria kama ambavyo zinaelezwa na hii Code of Conduct for Ethics and Judicial and Non-Judicial employees ama officers, kwamba kwa upande wa utekelezaji wa haki basi mahakimu wanapaswa kusikiliza kesi zao wakiwa huru, pasi na kushawishiwa na mtu yoyote, pasi na kuingiliwa na mtu yoyote. Wanasikiliza wakiwa hakuna upende, yani wasema haelemei upande wowote, anakuwa umpa ya yeye pale, na yeye pale ana act impartially, manake haelemei upande wowote, kwa anafanya maamuzi. Sasa inaweza kutokezea ofisa huyu wa mahakama akafanya maamuzi na maamuzi yale kweli akakatoa rufaa na ikaonekana kwamba kuna, lakini kama nilivyosema, hizo sio kasoro za kimaadili, zinakuwa ni kasoro za kitaratibu. Manake kama taratibu inataka tuseme labda kitu fulani kifanywe ndani ya siku fulani, wewe ukazidisha siku, maana hiyo inakuwa ni taratibu, ni kasoro ya kitaratibu, lakini sio maadili. Nasema maadili ni yale kwenda kinyume na tamaduni za professional yako. Nasema hapa sasa umevunja maadili. Professional inakutaka ubehave namna fulani, wewe ukaenda ukafanya kinyume chake, manake pale umevunja maadili. Sawa. Umezungumza vizuri hapa kwamba inapotokea pengine mtumishi amevunja maadili, kuna hatua ambazo zinachukuliwa. Wakati mwingine ikibidi ni kumsimamisha kazi. Labda tuambie sasa, inapotokea mtumishi amekiuka maadili, mbali na hatua hii ya kusimamishwa kazi, ni hatua gani nyingine zinachukuliwa, kama kuadabishwa? Pengine kwa namna hii hatupaswi kumfukuza kazi, lakini tunamwadabisha vipi ili aendeleze umakini kwenye majukumu yake? Taratibu zinaruhusu kwamba mtu hata kushushwa cheo ni sehemu ya kumwajibisha mtu kwamba amefanya pengine amevunja maadili katika utekelezaji wa majukumu yake, basi tume ina mamlaka ya kumpa demotion, kwa maana ya kumteremsha cheo. Pengine kama alikuwa hakimu wa mkoa akashushwa akawa hakimu wa wilaya. Kwa hiyo ni sehemu hiyo ya utaratibu wa kumwajibisha mtumishi wa umma. Sawa. Tuizungumze hii kamati ambayo nayo inahusika vipi kwenye kushughulikia pengine mwenendo wa malalamiko yanayohusu mienendo ya majaji? Hii kamati ya maadili ya majaji kama nilivyokwisha kusema, taratibu zake zinaelezwa kwenye jadwali la 3 la sheria namba 11 ya mwaka 2018. Na huku ile tume yenyewe ni ad hoc, kwamba pengine baada ya malalamiko kuwasilishwa pale kwenye tume ya utumishi wa mahakama, basi sasa hupendekezwa kuundwa kwa kamati kama itajiridhisha kwamba kweli kuna sababu ya kuamini kwamba inawezekana au kuna sababu ya kuchunguza pengine juu ya mwenendo na maadili, basi itaundwa kamati na ambayo hiyo kamati iko kikatiba, itaunzwa kwa misingi iliyoelezwa na katiba, na wale miongoni mwa majaji katika nchi hizi za Jumuiya ya Madola watateuliwa basi na kufanya kazi yao hiyo, kupokea hayo malalamiko, kuyachunguza na kuandika ripoti, na ripoti ile baada ya kuwasilishwa itawasilishwa kwa Mheshimiwa Rais, kwa Mheshimiwa Rais, na anayeunda kamati hiyo ni Mheshimiwa Rais mwenyewe. Sawa. Kwa hiyo itawasilishwa kule na mwenyewe atachukua maamuzi yanayofaa kwa mujibu wa sheria. Sawa. Wananchi wakati mwingine hatujui sheria, na tunapokutana na changamoto tunatafuta msaada wa kisheria. Wakati mwingine tunakwenda kwa wanasheria wa kujitegemea. Unapomweleza, pengine atakueleza kwamba kwa utaratibu huu
maana yake anayesimamia shauri lako amekiuka maadili. Sasa yeye mwananchi uko nje huko ameona pengine katika uendeshaji wa kesi ambayo anafuatilia kuna ukiukaji wa maadili, mwananchi anaweza kuripoti wapi yeye, kama pengine nyinyi tume kwenye uchunguzi wenu hamkubaini lile, lakini mwananchi kaona pengine hili kwangu ni ukiukaji wa maadili, yeye ana uwezo wa kuripoti wapi? Kama nilivyokusha kusema awali, malalamiko yale yanaweza akasilishwa pale mahakamani, inaweza kupitia kwa mrajisi wa mahakama kuu, au yanaweza kuwasilishwa kwa mtendaji wa mahakama kuu, au malalamiko ya maadili yanaweza akasilishwa moja kwa moja kwa mwenyekiti wa tume ya maadili, na mwenyekiti wa tume ya maadili atalichukua hilo na atalifanyia kazi. Na baadhi ya wakati pengine kuna malalamiko mengine hata ile tume ya utumishi wa mahakama inaweza ikashusha huku chini kwa kamati ya maadili ile, ili kuitaka na kuielekeza kwamba ifanye uchunguzi juu ya swala la maadili kuhusiana na kitu fulani, halafu ripoti yake iwasilishe au ikatoa maelekezo ya nini cha kufanya, na ripoti baadaye ikarudi tume ya utumishi wa mahakama. Sawa. Mheshimiwa, naomba uridhie sasa tuwape nafasi wale ambao wanatutazama kupitia televisheni yako ambao wana nafasi pia ya kututumia ujumbe wa mfupi wa maandishi iwapo kama wana swali kulingana na hiki ambacho tunakijadili hapa. Asante. Mtazamaji, kumbuka una nafasi ya kushirikiana nasi moja kwa moja kupitia nambari ambayo inapita chini ya televisheni yako ambayo ni 0715801264. Naomba tutumie ujumbe wako mfupi wa maandishi, kadhalika ujumbe wako ulenge moja kwa moja kwenye mada ambayo tunaizungumzia hapa, maadili katika utendaji kazi wa mahakama. Naomba kwa sasa nidurusu ujumbe wako ambao umenitumia hapa, ni kuombe tu nitumie ujumbe ambao unawiana na mada ambayo tunaizungumza kwa siku ya leo. Mada pamoja na nambari ya kutumia ujumbe wako mfupi wa maandishi ni hiyo ambayo inapita kwenye televisheni yako hapo. Ameandika, asalamu alaikum, naomba niulize, je, kama mahakama imetoa hukumu tayari kesi, je mahakama ya wakfu? Sawa, asante. Naomba tuandikie kulingana na mada ambayo tunaizungumzia hapa leo. Tuzungumzie kuhusiana na mahakama hii ya wakfu. Swali langu, mtu kasomewa hukumu kisha hakimu anamwambia jitetee, ina maana gani? Anaitwa Zuberi Kigoda. Asante Zuberi Kigoda, endelea kufuatilia vipindi vya mahakama, tutakuja kulizungumza hilo kwenye vipindi vingine hapa, tunaweza kumsaidia mheshimiwa kwenye hili la tafsiri ya lile neno jitetee. Okay. Sawa. Ameandika, vipi mlalamika nikishindwa mimi mtuhumiwa natumia haki gani kumfungulia mashtaka hapo mahakamani? Sawa, asante. Tutumie swali kulingana na mada ambayo tunaizungumzia leo, ambayo ni maadili katika utendaji kazi wa mahakama. Nafikiri mheshimiwa, tuanze kujibu haya ambayo tumeyaona. Ndugu mtangazaji na ndugu wananchi, dhana nzima ya nini maana ujitetee. Maana yake kujitetea ni kutumia fursa ya kisheria na ya kikatiba, ambapo kama inavyosema kwamba mtu hawezi kutiwa hatiani basi na kupewa fursa ya kujitetea kwenye tuhuma zile ambazo anatuhumiwa nazo, na kwamba wakati anatuhumiwa kwamba tutajalia kwamba hana hatia ya tuhuma hizo au kosa hilo mpaka pale itakapothibitika mbele ya mahakama. Sasa baada ya upande wa mmoja, aidha upande wa mashtaka au kwa taratibu za kesi za madai, upande wa mdai kutoa maelezo yake yenye lengo la kuthibitisha na kuimarisha kesi yake kupitia ushahidi aliotoa mbele ya mahakama ile, basi sasa kama kutaonekana kuna sababu kwenye kesi ya jinai kwamba huyu mshitakiwa ana sababu ya msingi ya kwamba ajitetee, basi mahakama humweleza haki yake hiyo ya kwamba anayo fursa ya kutoa ushahidi wenye kulenga kuonesha kwamba hana hatia ya kosa lile ambalo anatuhumiwa nalo, wenye kulenga kuubomoa ushahidi ule wa upande wa pili ili mahakama imuone kwamba hana hatia yako. Sasa anapotumia fursa yake hiyo, basi tunasema huyu mtu anajitetea kwa mujibu wa sheria. Hiyo ndio maana kujitetea. Kwa hiyo kujitetea ni kutumia fursa yako mbele ya mahakama kutoa ushahidi na maelezo ili kuonesha kwamba huna dhima au huna hatia juu ya lile ambalo swala linalokukabili mbele ya mahakama.